Yeah. Bwana, mimi kwa majina naitwa Midi Piccolo au ukipenda unaweza kuniita Mr. Muziki. Nipo hapa leo mbele yenu kuwasimulia au kuelezea juu ya ngoma yangu mpya, na ndo ngoma yangu ya kwanza kuipandisha kwenye platforms inayokwenda kwa jina la Yeye. Ngoma nimemshirikisha Mudi msanii. Yeah. Jina Piccolo limetokana na the way linavyo sound, kama inavyojulikana kwamba Piccolo ni kifaa fulani katika muziki, lakini pia ukiachana na kuwa tu kifaa katika muziki, kwa Waislamu inajulikana kama nai, inaitwa nai yenyewe ni ya inapigwa hivi. Kwa the way inavyo sound fulani hivi, iko ina punchi, iko ina sound vizuri, watu wakanipendekezea hivyo, pendekeza ni kwa sababu nafanania na hivyo sound, ikanifaa hilo jina. Piccolo ni chizi muziki kiukweli, yani ukiutoa muziki, kitu kingine ambacho Piccolo anakipenda sana labda story, yani ni mtu wa kufuatilia labda story kusoma kidogo, sio sana, ila sana sana ni muziki. Piccolo ana mahusiano, yuko single, jimbo liko wazi. Yani kuna siku kwanza nilishawahi kuaga kwenye mahusiano na msichana mmoja hivi ambaye yani niseme toka niko siko mature, niko young still, niko kadogo sana, kama sikosei ni 2014 15 hivi tulianzaga, yani mimi na wao tulianzaga kumechi damu mpaka tukaenda hivyo mpaka tukafikia sasa stage ya kuwa kwenye mahusiano, ni tuko mature almost. Nimeishi naye tuna mechi toka tuko machali mpaka tunakuwa ni kama miaka 8 hivi, alafu baadaye tulivyoingia kwenye mahusiano tukakaa kama miaka 5, yani tumekuwa tukaanza kushawishika kwa kwenye mahusiano, tukakaa almost kama miaka 5 bwana. Ikatokea kama mwaka mmoja hivi tukakoseana, yani tukawa kwenye misunderstanding, lakini kuna sometimes mawasiliano madogo madogo yalikuwa yanatokea, labda mimi naweza nikampa sister yake salamu, au yeye anaweza kumpa mtu wangu pote, kampea hai mshikaji kuja ananipa. Kile kipindi kikatengeneza shida kubwa sana, kwa sababu yeye kuna story alikuwa anazipata, jamaa anatembea na mwanamke mwingine, na mimi nilikuwa napata story ana date na mtu fulani. Zile story mimi kuna stage fulani nilifikia nikasema potelea pote, kumbe yeye mwenzangu alikuwa anaumia, na ndio maana hata kwenye verse ya pili ile nyimbo kuna sehemu kule mwisho ilisikika, kumbe wewe vili kukanda ukajificha, yani alikuwa anaumia alafu alikuwa asema. Sasa baada ya mwaka huo mmoja nikataka nirudiane naye, yani kuna ngoma nilifanya, nilizungumzia matukio mengi ambayo nilipitia naye yeye ndani ya hiyo miaka tuliishigi wakati tupo tunaenda vizuri. Kwa hiyo nilitaka kabla ya kuiachia, na sikuiachia bado, nilisema sifanyi chochote kwenye hii ngoma mpaka kwanza muhusika aisikie, kwa sababu nilimwaidigi. Kwa siku nilipopata ile project ilivyoisha, nikamtafuta kuna brother yake mmoja nikampa, akamsikilizisha. Kwanza natoka zangu, nilikuwa natoka Abuza hiyo naenda Mbagala Magetoni kwenye daladala, nikampigia simu, nilimwomba kuna mshikaji namba yake. Nilipompigia simu alipopokea nikamhadithia nusu, akaniuliza wewe nani, nikakata simu. Nilipofika mtaani nikamuelezea vizuri kwamba mimi ni nani, kuna hichi na hichi. Alimind kidogo, lakini baadaye akashuka. Aliposhuka nikamuelezea sasa ile ahadi bwana imetimia, nenda kwa mtu fulani kaisikilize. Alivyoenda baadaye akaanza kunichatisha, sasa mbona ulinifanyiaga hivi na hivi na hivi, kile kipindi nilikuwa naona unapostigi wa dada sijui nini, kumbe alikuwa ganaumia, mimi nilikuwa sijui. Basi bwana, tulivyorudiana kwenye hicho kipindi, yani kwenye hicho kipindi ambacho mimi na yeye tukaanza kidogo kwenda sawa, mimi nikawa na force turudiane tena, ni to date. Sasa kumrudisha kwenye mstari, akawa kama anakuja anakataa, akanitumia message kuna siku kwamba unajua nini Midi, mimi siachi kukupenda na sitoacha kukupenda, ila
tuko dunia tofauti kwa sasa, yani mimi na wewe tuko dunia tofauti, ila kuamini kama nakupenda au kutoamini ni jukumu lako. Nikawaza mwenyewe, sikupata majibu. Nikamuuliza kwa nini, hakunijibu. Kwa nini hakunijibu? Kesho yake akaja kunitumia message, usiku akanitumia message, chukulia kawaida, yani usiwaze, yani sio kitu kibaya, usinielewe tofauti. Nikasema it's okay. Kesho asubuhi nimeamka na message yake tena, nimeisoma. Nikasema hii message mbona kama inanichanganya, au huyu itakuwa anataka turudiana na nipa vipimo. Nikafanya namna, nikachukua ile message. Nilikuwa na kolasi yangu ikogo toka ina muda sana, nilikuwa sijapataga sehemu ya kuipachika na bridge. Nikajaribu kuingizia hiyo idea, nikaona imekaa. Nikampigia simu mwanangu Mtupa professional, nikamcheki mjomba MP wa MP Entertainment, nikachukua pikipiki, nikaenda alipo, nikachukua nauli ya daladala, nikanyosha mpaka Chanika. Nilifanikiwa kufika Chanika, nikaonana na Mtupa, tukaanza kutengeneza kwanza frame ya ile beat yake. Tulipotengeneza frame ilivyonyooka, tukanyosha beat nzima, nikatia verse, sehemu za kurekebisha nikarekebisha, nikanyosha. Ila kwa sababu nilikuwa naamini ananipenda, lakini kwenye swala zima la kunirudia nilikuwa sina uhakika atanirudia, na je, kama kweli mimi ananipenda kwa situation jinsi ilivyo hivyo na alivyosema tuko dunia tofauti, mimi nafaa kumrudia. Moyo wangu ulikuwa totally, yani ushakubali kwamba kwa sababu na mapenzi naye bado, ulikuwa nishakubali kumrudia, lakini akili ilikuwa ina wasiwasi, nitamudu kweli mimi kurudiana naye? Ngoja kwanza hapa nitafute ushahidi kwa watu. Ndio maana nikawa nauliza sasa, jamani, kama mtu kwenye kile kipindi tuliishi hivi na hivi, kuna haja gani mimi kutorudiana naye? Yani kwa nini nisiforce turudiane? Yani kwa nini nimwache tu aende? Nikauliza sasa, kwa nini nimwache Solemba? Nikakaa nikasema isiishie tu kwa nini nimwache Solemba, hapa inatakiwa nitafute namna, yani chorus isikike alafu mtu aelewe, ngoma isiishie tu Solemba. Mwisho nikaita Solemba. Katika namna nikapata wazo, kwa sababu ni mtu namzungumzia, nikimtaja jina sio kweli. Kwa nini isiwe yeye? Yani ni yeye tu, ibakie hivyo hivyo, tuweke kama pronouns, sijui niseme au ni nini, yani kitu kama tu niwakilishe. Nilivyowaza hivyo, nikajaribu kuweka yeye, nikapangilia melody. Mtupa akasema yes, this is fine, imenyooka. Nikaiweka, nikatia baki, nikapita nayo. Sasa Mungu si Asumani, kabla sijafanikisha hilo jambo, niko na demo naisikiliza, sijafika nayo hata mwezi mmoja. Kale kademo hatujafika popote, tujafanikiwa kurudiana. Kwa hiyo waungwana hakuna alonijibu. Pesi ya pili inavyoimaliza imepigwa pale, waungwana malizeni hili, asa kwa nini nimwache Solemba? Kwamba waungwana nipeni jibu, kama mtu na mapenzi naye, situations zilikuwa hivi na hivi, itilafu zilitokea mchache, kwa nini nisirudiane naye? Yani kwa nini nimwache? Nimepata majibu kwamba basi tu kwa sababu kaniacha bila sababu. Yani nikaona kama misunderstandings zinakuwa nyingi, mwisho siku mimi nikasurrender, ikawa ndo basi tena ikaishia hivyo. Kwa hiyo ni true story forever, yani ni story ya kweli. Kuna vipengele vingi nimeskipu kwa sababu kuna vitu vingi viliumiza, na nimekuja kugundua inawezekana ni mimi au ni yeye ndo ana makosa, ila mimi nahisi asilimia kubwa sana ni yeye ndo kanikosea, kwa sababu nilijitahidi sana kuplay part yangu indeed, yani kuna muda nilijiumiza ili ikamilike. Kwa story ya yeye imekalia hivyo. Anadithia kwamba achi kunipenda, ila tatizo tuko dunia tofauti. Nilimuuliza sa kwa nini hawezi tena, hana jibu, nisimwelewe tofauti. Anaonekana ni mtu fulani anaogopa, wenda ni kweli nilimuumiza. Maneno ya watu alinifanya nikaondoka, sijuti ila nampenda sikoridha. Kuona yeye yuko mbali nami, wakati najua furaha yake mimi.
haijalisha na mwengine sina imani atamtesa. Jibu ni mimi, sa kwa nini nimwache Solemba? Nimwache Solemba hivyo na sindo yeye. It goes like that. Yeah, ikikidhi misingi tunaweza tukafanya kazi, kwa sababu kila kitu si misingi. Kama wao wakiona mimi kwa vipengele vyangu na wamudu, tutafanya nao kazi, lakini pia wao niwe naona na vimudu vipengele vyao, kwa sababu tukiingia kwenye swala la management ni kitu kingine tayari, hiyo itakuwa ni biashara. Sasa misingi ya biashara kama ikiwa iko right, tutafanya kazi, kwa nini tusifanye? Tafadinyo meneja Isiaka hivi sijaumbiwa mimi